tunasema haleluya, haleluya. Sing to your Father, haleluya. Tunaimba leo, tunakuinua Yesu. Wana wa mama wanakuinua leo, anapenda unapomwinua, unapopasa sauti anapenda, ni chakula cha kwake. Haleluya, hakuna unachompea Bwana ila maabudu yake leo. Tunasema haleluya, hatujapata kama wewe, tunaungana na mbingu zote. Haleluya. Nataka tufanye kitu. Amen. Kuna flow fulani na katika mahali. Amina. Tengeneza beat ile inapiga continuous, tuende namna hii, namna hii. Alafu huko kwingine nitakuonyesha. Amina. Bwana Yesu asifiwe. Hao watu hawaombi vile ambao yafahamu ombe. Na kama umekula ugali ikashiba sana ukapita kiasi, mama uruke mara 5. Alafu ugali itashuka. Yes. Sasa hapo sasa unagusa roho yangu. Haya, hiyo tembo nipee kama weka 60. Au 65. Weka 65. 65. Ongeza kidogo. Sio volume, ni tempo. Hiyo tempo ongeza kama 65, sio volume yake. Yes. Hapo. Sawa. Sasa tusimame. Nataka nikuonyeshe vile tunataka kwenda. Sasa tuzame katika twende kidogo. Amen. Simama. Ule ameketi na ruhusu wazee tu, lakini mkifika hapo Mungu anafanya kwa vijana. Anaweka nguvu kwa hiyo mifupa. Amina. Haleluya. Tusimame sisi wote wale wameketi. Kama kuna mtu ameketi jirani na mimi ninakuabudu. Yawe, mimi ninakuabudu. Sema Baba, sema Baba,
I need prayer with God, Mama, but we are praying, seeking the face of God in the name of Jesus, the Son of the living God. Mwambie Bwana usiku wa leo, naomba kibali neema yako katika
jina la Yesu. Mwambie Bwana ni msaada wako tu utanisaidia kwa ibada leo, ni nguvu zako tu zitanisaidia kwa ibada leo, katika jina la Yesu. Mwana Mungu aliye hai, maana Yesu umetamalaki, maana Bwana umetamalaki. Mwana kimashanda ya bazelia leka mayanta ya babozaya, in the name of Jesus, by the blood of the Lamb of God, by the blood of the Lamb of God, katika jina la Yesu tunatangaza neema na fema, tunatangaza neema kwa sababu ya upendo wako, maana umetamalaki Bwana. Mwambie Bwana sema nami, mwambie Bwana sema na moyo wangu, Bwana ongea na maisha yangu. My Father, in the name of Jesus, because of your mercy, because of your power and glory, in the name of Jesus, everything is possible for those who believe. Yote inawezekana usiku wa leo. Yale ambayo yalikuwa yameshindikana, tunajua ya kwamba inawezekana tunapolitia jina la Bwana. Yote inatendeka kwa jina la Yesu, Mwana Mungu aliye hai. Tangaza usiku wa leo, in the name of Jesus, the Son of the living God. Katika jina la Yesu, Mwana Mungu aliye hai, kwa sababu unatawala Bwana, kwa sababu unatamalaki Bwana, katika jina la Yesu Kristo, Mwana Mungu aliye hai, natangaza neema yako, natangaza usiku wa leo mahali hapa, kwa sababu unaweza, katika jina la Yesu, Mwana Mungu aliye hai. Tunatangaza ya kwamba kila mipango ya adui, mipango ya kichawi, mipango ya kuzimu, miteko ya kila aina, nazingaombe kila nguvu za giza, tunapangua usiku wa leo katika jina la Yesu. Kila mikakati ya Freemason ya devil worshiper, tunapangua yote. Kila wingu la kuzimu, tunapangua usiku wa leo katika jina la Yesu. Tangaza vita, madhabahu ya wachawi, madhabahu ya kila aina, maagano ya kila aina, tunaikamata mateka kwa jina la Yesu, Mwana Mungu aliye hai. We decree and declare the power in the name of Jesus. We decree and declare the anointing in the name of Jesus, the Son of the living God. Achilia damu yako Yesu, achilia damu ya Bwana katika jina la Yesu, Mwana Mungu aliye hai. In the name of Jesus. Sasa umeanza kuomba, sasa ndio umeanza kuomba, sasa umeanza kuomba, sasa umeanza kuomba. Maisha yako ni ushuhuda, wokovu wako ni muujiza. Mwambie Bwana, kwa sababu ya kamashana neema kaya babozaya, in the name of Jesus, we call upon your mercy, your power, your grace, your anointing, your presence, in the name of Jesus, the Son of the living God. We need you, my Father. We call upon your power. Hey, in the name of Jesus, by the blood of the Lamb of God, kwa sababu unatawala Bwana, katika jina la Yesu, Mwana Mungu aliye hai, maana unaweza Bwana, katika jina la Yesu. Baba tunakupenda, Baba tunakuheshimu Jehova, katika jina la Yesu, Mwana Mungu aliye hai. Hallelujah, in the name of Jesus. Maandiko yanasema wakamshinda kwa damu ya mwana kondoo na kwa neno la ushuhuda wao. Tangaza damu ya Yesu, tangaza damu ya Yesu. Mwambie Bwana usiku wa leo, ninajichovya ndani ya damu ya Yesu. Tunakiri damu ya Yesu mahali hapa katika jina la Yesu. Tangaza damu ya Yesu, jiombee maana maisha yako wewe Bwana natawala, in the name of Jesus. By fire, by thunder, in the name of Jesus. Achilia damu ya Yesu ikatuoshe, ikatusafishe, ikatupiganie kwa jina la Yesu. Achilia damu yako Bwana usiku wa leo. Omba baba, omba mama, omba ndugu, kwa jina la Yesu. Usiangalie watu, usisikilize watu, ni wewe na Bwana. Takasa mwili wako, takasa nafsi yako. Achilia damu ya Yesu ikakuoshe, ikakukubalishe kwa Bwana Baba, kwa sababu ya upendo wako. In the mighty name of Jesus, tunatangaza damu ya Yesu Baba, tunaitisha damu yako mahali hapa Bwana. Ninatangaza damu ya Yesu Baba, natangaza damu ya Yesu Bwana inayogosha katika jina la Bwana. Achilia damu ya
achilia damu yako inayotawala Bwana, achilia damu yako inayokomboa Bwana, achilia damu yako katika jina la Yesu. Kiri damu ya Yesu, kiri damu ya Yesu, kiri damu ya Yesu, kiri damu ya Yesu. The power in the blood of Jesus, power in the blood of Jesus. Call upon the blood of Jesus, the blood of Jesus. Hey, kwa jina la Yesu tunaachilia damu ya Bwana usiku wa leo katika jina la Yesu. Mwana Mungu aliye hai, nena damu ya Yesu, nena damu ya Yesu. Usinyamaze, usinyamaze. Tunaomba kwa jina la Bwana, tunakiri damu ya Yesu usiku wa leo katika jina la Bwana. In the mighty name of Jesus, the Son of the living God. We love you, my Father. 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 In the mighty name of Jesus. Baba ni asante, maana umetamalaki Bwana. Pokea sifa na utukufu katika jina la Yesu. Bwana ni asante, maana wewe ni mwema katika jina la Yesu. Bwana, tunainua mikono zetu tukisema ni wewe Bwana, tunasema ni wewe, hakuna mwingine Bwana mwenye mamlaka, mwenye upendo kama wako, hakuna mwingine Bwana, ni wewe peke yako. Achilia neema ya sifa na ibada, achilia Bwana utukufu wako ukatawale leo kwa jina la Yesu. Tunatangaza kila mipango ya adui haina uwezo. Tunaachilia moto wa Bwana, tunaachilia upanga wa Bwana kwa ulimwengu wa roho. Tunaangusha kila ufalme, kila abiria wa shetani anayedandia gari hili la Bwana. Tunaachilia akaanguke kwa jina la Yesu. Tunashusha kila utawala na ukuhani wa kishetani, tunaushusha. Tunashusha, tunashusha kwa jina la Yesu. Ukakata ya raba, lekayata ya raba, lekayata ya babosaya, kani ya keriba seria, lemakata ya babosa, okayata ya raba, rimakata ya babosaya. Katika jina la Yesu, hautakaa miongoni mwa wana wa Bwana na shetani amekutuma. Ninakuapisha ukainame mbele za Bwana, ninakuapisha ukasujudu mbele za Bwana. Kama Dagoni alianguka usiku wa leo, kila miungu ya Dagoni tunaiamurisha kudondoka, kuanguka, kuanguka, kuanguka. Kila madhabahu ya Dagoni, 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 tunaita Dagoni, mali umeinuliwa. Ni wakati wako wa kuanguka, ni wakati wako wa kushuka, ni wakati wako wa kuanguka, kama vile ambavyo Goliathi alianguka mbele ya Daudi. Na leo hii, my Father, kila Goliathi kinyume na ibada, kinyume na watumishi wa Bwana, kinyume na mfalme wa amani, kwa jiwe moja tunakuangusha leo. Kwa jiwe moja unaanguka leo. Nataka uangushe kila Goliathi wa maisha yako. Mwambie Bwana akamwangushe, akamwangushe kwa jina la Bwana, katika jina la Yesu. Sikiliza, sikiliza. Nikifika mahali kama hapo sinanga ungwana, na ukitembea karibu nami utakula kofi ama utakula ngumi. Mwambie jirani, sitaki upumbavu wa kuomba polepole kama mungwana. Shetani si rafiki yako. Haleluya.
Bwana Yesu asifiwe. Inua mikono, na kama unasinzia mtu akilala piga yeye kofi aamke. Tuendelee mbele na kazi ya Bwana. Tumeacha blanketi, na mimi yangu ni nzuri sana kuliko yako labda, lakini tumeacha, tumekuja kufanya ibada. Simama kwa miguu yako kama umekaa na unasikia sauti, simama kwa miguu yako kwa jina la. Kuna magonjwa mengine ukiendelea kuyabembeleza yanakaa ndani mwako. Kuna mapepo ya kizoea ungwana hayawezi yakatoka. Na piga mtu kofi aamke kwa jina la Yesu. Nimekupa ruhusa in the name of Jesus. Hallelujah. Inua mikono yako, nataka useme kwa sasa, sema Bwana Yesu, kila Goliathi ambaye ameinuka kinyume na Daudi wa madhabahu haya, sema kila Goliathi ambaye ameinuliwa na shetani kinyume na Daudi wangu, kinyume na Daudi wa madhabahu haya, kwa jina la Yesu tunakuamurisha uanguke. Anguka na ukufe, anguka na ukufe, anguka na ukufe. Lakini ukiomba uchunge na wewe usiwe Goliathi kwa maisha ya mtu mwingine, maana ukiangusha na wewe utaanguka. Kwa hivyo hakikisha kwamba umesimama vizuri, usiwe Goliathi wa mtu mwingine. Mwambie jirani usiwe Goliathi wa mtu mwingine. Inua mkono wako wa kulia namna hii, sema wewe Goliathi, kwa jina la Yesu ninakuvamia leo. Wakati wako umefika wa kuanguka, wa kuanguka, wa kuanguka. Omba sasa, angusha Goliathi. Prayer, 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 prayer. Prayer, 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 prayer. Kwa jina la Yesu, prayer, prayer, prayer. Wacha kuangalia watu, wewe omba. Unapekeza pekeza macho ya nini? Omba in the name of Jesus, in the name of Jesus. Kwa jina la Yesu mwana Mungu aliye hai. Prayer, 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 prayer. Amrisha Goliathi, mwambie Goliathi, wakati wako umefika. Sasa unaanguka, sasa tunakuangusha, sasa tunakuangusha. Omba. Kuna madhaka shakataya, hayo magonjwa, hiyo maskini imekuwa Goliathi, hiyo shida imekuwa Goliathi. Angusha. Bwana amekupa uwezo, Bwana amekupa mamlaka in the name of Jesus. Bende bakaba baba, lekata ya baba, oh shakata kaba, rabakata kaba bozai. Achilia moto wa Bwana, achilia moto wa Bwana, achilia moto wa Bwana, achilia moto wa Bwana, achilia moto wa Bwana. In Jesus' mighty name we pray. In Jesus' mighty name we pray. Sikiliza, Waebrania 12:29 imeandikwa ya kwamba na Mungu wetu ni moto ulao. Nataka uachilie moto wa rohoni. Kila mahali mipango ya shetani inapangiwa, tunaachilia moto. Hiyo madhabahu ya kwenu achilia moto. Hizo maroho na hizo magonjwa achilia moto. Achilia moto wa Bwana, achilia moto wa Bwana, achilia moto wa Bwana. Zunguka, tembea, wacha kusimama kama umefungwa mahali umefungwa. Tembea, achilia moto, zunguka in the name of Jesus. Jaza moto kila mahali, zunguka. Prayer. Rabakata ya lababoza. Kwa jina la Yesu mwana Mungu aliye hai. Tangaza moto, tangaza moto, tangaza moto, tangaza moto. Tunaachilia moto wa Bwana, moto wa Bwana. Achilia moto wa Bwana, achilia moto, achilia moto wa Bwana, achilia moto wa Bwana. In the mighty name of Jesus, release fire, Holy Ghost fire. Achilia moto wa Bwana katika jina la Yesu. Kila magonjwa achilia moto, kila mateso achilia moto. Tembea, zunguka, omba, achilia moto wa Bwana. Nataka sikie watu wanaomba, bado hujaomba, bado. In the name of Jesus, release fire now. In the name of Jesus, release fire now. Call upon fire, Holy Ghost fire to take over now. Holy Ghost fire to consume them now. Inang'oka, inang'oka. Jiachilie, wewe jiachilie. Nasema ng'oa, nasema ng'oa. Baba, 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 baba. Yeah, 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 yeah. Ng'oa, 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 ng'oa. Hey, ng'oa. Katika jina la Yesu. Shakabakata. In
In the name of Jesus. Sikiliza. Unajua wakati naambia watu waombe, yaani wewe una mizigo, alafu umekuja kwa madhabahu kama haya na unataka urudi nyumbani na mizigo yako, hiyo haitawezekana. Wote waliomwendea Yesu waliacha mizigo yao kwa Yesu, wakarudi nyumbani wakiwa hawana mizigo. Na wewe kwa sababu umejikuta hapa na hiyo mizigo, hautarudi nayo kwako. Kama uamini shauri yako, na kama hauombi. Bartimayo alikutana na Yesu na akaita Bwana, mwana wa Daudi. Yesu kukeuka na akajua huyu jamani kipofu, lakini akamwendea na akamuuliza unataka nini? Labda pengine shida iko upofu, pengine kulikuwa na shida ingine, lakini Bartimayo kwa kinywa chake akasema nataka nione tena. Haunielewi? Haunielewi? Yani uko kwa madhabahu, alafu tunasema omba, na unataka kufanya maombi ya ungwana kama shetani ndugu yako. Hey! Woo! Tunasema omba, unaenda unapiga magoti hapo. Wewe na hiyo nini yako, pole pole, you will become a casualty after this. Watu wanaachilia mizigo inaenda, na wewe unataka ukuwe dustbin ya kubeba. Mimi nimekataa. Haleluya. Kataa kuwa dustbin ya kubeba. Lazima ukatae. Sema mwili wangu ni hekalu la Bwana. Sema mwili wangu ni hekalu la Bwana, na kila mizigo ya shetani ndani yangu toka 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 toka. Omba 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 omba. Prayer 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 prayer. Ay 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 ay. Omba 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 omba. Kata 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 kata. Yeah. Bado kata kata. Hey. Kata 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 kata. Amrisha itoke. Kama ni utasa, kama ni magonjwa, kama ni chuki, kama ni bitina, kata kata kwa jina la Yesu. Kata reba kabashanda reba bosaya. Kata 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 kata. In Jesus mighty name. Sikia, sikia. Sasa ndio unashika laini ya maombi. Sasa ndio shida yako. Nilikwambia tuanze mapema, hizi vitu unakataa. Sasa ndio unaanza kuomba. Inua mkono mmoja, sema Mungu wangu, masaa imefika. Kila laana juu ya maisha yangu, sema kila laana. I don't hear you. Sema kila laana. Yani nyinyi ni wengi kuniliko. Sasa mimi mtu mmoja ni wameza. Hata kama ni hii, mko wengi mnaweza kumeza hii kipaza sauti. Sema kila laana iliyoashiriwa kwa ndoa yangu, kwa watoto wangu, kwa kazi yangu, kwa biashara yangu, kwa huduma yangu, kwa madhabahu ambayo natumikia, Bwana, leo hii nimekataa, 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 kataa, 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 hey, kataa, 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 bado kataa. Prayer, 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 bado, 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 kama baba, 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 hiye katala baba, baba, shanda, raba, kashanda, raba, rakama, shanda, makozaya, kataa, 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 kataa. In Jesus' mighty name, we have prayed. Sikiliza, sikiliza.
Hallelujah. Sometimes you may cry to God. Mungu huwa ajibu kilio cha mtu. Mungu huwa anajibu imani. Nyuma ya kile maombi unaomba. Yes. Nyuma ya kilio chako kuna imani ambayo inafanya kazi. Na kinachofanya maombi ijibike ni imani. Yes. Are you getting me? Yes. Sema amina nikusikie. Amina. Hallelujah. Amen. Na sasa wakati tunasema tuombe, kuna mtu anaenda analindi kwa ukuta hivi. Wewe sio ukuta. Wewe sio ukuta, lakini anataka tuombe. Halafu analalia ukuta. Sema usiku wa leo natoka hapa na muujiza wangu. Mimi sijui kama unaendanga kesha zile watu waomba, hii utaomba. Yes. Upende usipende. Hey. Utaomba. Naomba. Hallelujah. Amen. Na kama hutaki kuomba, mlango iko wazi. Tutaomba. Kanyaka kubwa kubwa. Hey. Hallelujah. Amen. Ukiwa hapa lazima utaomba. Yes. Hata huyo amushwe. Amen. Tuko kwa maombi. Hey. Tuko kwa maombi. Hey. Amka. Bishop nisaidie kuamsha huyo. Hata kama amekuza vitu yake, lazima tunaomba. Mwambie mtu tunaomba. Tunaomba. Mwambie mtu tunaomba. 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 Kwa jina la Yesu. Yesu. Sema kila magonjwa. Kila magonjwa. Angalia Bwana akasema tumepewa mamlaka juu ya magonjwa na madhaifu ya kila aina. Haleluya. Kuna watu wengine mko hapa mpaka mnasemanga magonjwa yangu. Hiyo shida yangu. Hadi shida yangu inakuanga. Sema kutoka leo. Mimi sina shida. Kwa jina la Yesu. Sema sina magonjwa. Kwa jina la Yesu. Sema sina laana. Nimekataa. Sema kila laana. Upande wa mama yangu. Upande wa baba yangu. Upande wa mahali naishi. Mahali nafanya kazi. Inayonitesa. Inayonihangaisha. Kwa njia yoyote. Kwa jina la Yesu. Vunjika. 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 Wacha niwapea watu siri. Maombi kama haya, wakati unasema vunjika, yani yafaa useme vunjika mpaka mwenyewe usikie kuna kitu kimekatika. Sio useme tu with enthusiasm ya kuenda tunavunja vunjika. Hapana, unaomba kutoka ndani mpaka usikie kuna kitu kinavunjika. Hapo sasa ndio umekuza kitu. Sema amina. Na bure shosho yako hata kuachilia, babu yako hata kuachilia. Yule mtu ulitachwa haolekangi na wewe unataka ndoa, anakuambia there is call a marriage kwetu ndio iko. Halafu unasema Mungu nipe mume. Huyo mtu lazima aondoke ndani yako katika jina la Yesu. Amen. Na hawezi toka wewe usipomkataa. Hai. Hey. Yesu asifiwe. Hawezi toka kwako mpaka umwamrishe aondoke. Yes. Maana ni msingi na alifanyiwa ibada. Hey. Alifanyiwa dua na akakubalishwa kirasmi na ukoo na familia na wakamsimika kwa familia. Na kwa hivyo tunaposema unakataa, mimi nashangaa sema unakataa, mimi nakataa. 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 Unapapasa nini? Kataa. Huyo mtu alipewa sadaka kubwa. Na kila mwaka wanachinjanga ng'ombe, sema tunachinjia shosho. Si mnaendanga? Si mnaendanga rurasho? Na mnafanya ibada. Sasa leo ni ibada. Kwa sababu ni ukombozi wa Kenya. Na Kenya bila wewe haiwezi kombolewa. Na huwezi kuwa mfungwa uende ufungue wafungwa. Lazima tuanze na wewe na mimi. Tutoke ndani ya hiyo gereza. Alafu Jumapili tunaenda kuambia wafungwa Kenya toka. Tunaenda kuwafungua biashara toka. Tunaenda kufungua makanisa toka. Tunaenda kufungua watumishi wa Mungu watoke. Tunaenda kusema viwanja vya makanisa ipatikane. Na tunatangaza leo, inaanza na mimi na inafuata wewe. Na tunatangaza ya kwamba Kenya, Kenya for Jesus, Kenya for Jesus. Hallelujah, hallelujah. Sasa ndio
mmeanza kukubaliana sasa. Sasa mmeingia system. Pigia watu makofi. Hallelujah. Hallelujah. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Sasa umeshika njia. Yes. Biblia inasema baba zetu walitenda dhambi. Lamentation 5:7. Na hawapo, tunabeba masikitiko yao. Wewe unalipa deni ambalo haukukula. Yaani ni kama mtu alienda kwa hoteli akakula, na wewe ukitoka safari ulipofika hapa wakakuona unafanana na yule alikula na wakakwambia unalipa. Kwa hivyo watu wengi tunalipa madeni ambayo hatukukula. Haukukula lakini unalipa. Kwa hivyo tumelipa. Sasa leo ni mwisho. Leo tumekataa. Sema kila deni la ukoo, la familia ambalo nalipa kupitia ndoa yangu, kupitia huduma, kupitia biashara, kupitia watoto, kupitia mme wangu, kupitia mke wangu, kupitia wajomba. Sema nimekataa. Sema nimekataa. Sema nimekataa. Sema nimekataa. Nasema kataa. Nasema kataa. Kataa, kataa. Kataa, kataa. Kataa, kataa, kataa. Kataa, kataa. Kataa, kataa. In the name of Jesus. Kataa, kataa. Kataa, kataa. Bwana, Bwana. Bwana, baba. Haya, katala baba. Baba, katala baba. Oh, baba, baba, yata. Kataa, kataa. Kataa, kataa. Kataa. Hey, kataa. Kataa. Kataa, kataa. In the name of Jesus. Ninakataa leo. 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 Ninakataa. In Jesus' mighty name we pray. Sikiliza. Wakati ambapo Yusufu amefika kwa Farao, maandiko nasema na Yusufu akapata kibali kwa Farao. Lakini Farao akamwambia hivi ya kwamba utatawala kila kitu katika Misri yote, lakini tu kwa uongozi nitakuwa juu yako. Sasa umeruhusiwa ukuwe mwimbaji mzuri, ukuwe mtoaji mzuri, ukuwe nani mzuri, lakini kwa uongozi wamekukanyagia. Na sasa huyo Farao ndio tunataka tuombe aondoke ili uingie kwa uongozi wako katika jina la Yesu. Sema kila roho ya Farao ambayo imenitawala, imetawala familia yetu, imetawala familia yangu, imetawala biashara, imetawala Kenya, imetawala Nairobi, imetawala kanisa, kutoka leo hii sema achilia, 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 achilia. Omba. In the name of Jesus. Omba. Kataomba. Mwambie achilie. Amrisha achilie. Amrisha achilie. Amrisha achilie. Amrisha achilie. Amrisha achilie. Kwa jina la Yesu. Amrisha achilie. Kwa jina la Yesu. Amrisha achilie. In the name of Jesus. Amrisha achilie. Achilie. Achilie huduma. Kama ni ndoa yako, kama ni uzao, kama ni watoto, mwambie achilie. Kwa jina la Yesu. Mwambie achilie. Amrisha. In the name of Jesus. Amrisha katika jina la Yesu. In Jesus mighty name we pray. Hallelujah. Sasa inua mikono yako miwili. Sema Mungu wa mbinguni. Mungu wa mbinguni. Nimesema inua mikono, sisema ushike mikono juu. Nimesema inua mikono. Hallelujah. Ukiona mtu ameshikia mikono, mwambie achilie. Tunataka kupenya hapa. In the name of Jesus. Hallelujah. Sema my father, my father. My father, my father. Every cloud of the devil. Every cloud of the devil. In my rear. In my
Hear the word of God. Hear the word of God. Scatter by fire. 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 Prayer, 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 prayer. Hayayaya. Prayer, prayer, prayer. Scatter by fire. Scatter by fire. Every blockade, scatter by fire. Every blockade, scatter by fire. Scatter by fire. Scatter by fire. Every cloud from the pit of hell, scatter by fire. Scatter by fire. In the name of Jesus, scatter by fire. In the name of Jesus, scatter by fire. By the fire. By fire. By fire. Yes. Kuna mtu anaomba. Prayer, prayer, prayer. Scatter by fire. In the name of Jesus, command them to scatter. Command them to scatter. Command them to scatter. Command them to scatter. In the name of Jesus. Kwa jina la Yesu. In Jesus' mighty name we pray. Hallelujah. Unajua kuna watu wamewekewa wingu la kumonita. Sasa mahali popote unatembea, haleluya, hata ukianza kuomba kitu ya kwanza, ukianza tu kuomba kitu ya kwanza, Baba katika jina la Yesu, unafuata na mwayo. Next ni kuchoka. Ulikuwa na nguvu kwa jina la Yesu, unashika. Sasa ulikuwa ukajikuta umekaa. Sasa unaanza kutafuta network ya maombi. Unaanza kuangalia watu wakiomba. Shida sio wewe. Shida umewekewa, kuna wingu liko hapa limit. Hiyo inaongeanga tu mahali unaenda, wakasema huyu tulisema asiwahi penya kwa maombi hata siku moja. Mwili wangu, sikia neno la Bwana. Wewe ni hekalu la Roho Mtakatifu. Kwa jina la Yesu, shetani na mapepo yake hatakaa ndani yangu. 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 Nimekataa. 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 Endelea kuomba. Endelea kuomba. Ombea mwili wako. Ombea kila kiungo. Ombea kichwa. Ombea kifua. Ombea mikono. Ombea tumbo. Kwa jina la Yesu, Bwana atawale. Roho Mtakatifu atawale. Ombea akili yako, shetani asitumie. Ombea kichwa chako, shetani asitawale. Ombea mgongo, usipate magonjwa. Ombea kiuno yako kwa jina la Yesu. Ombea miguu yako, ombea figo, ombea tumbo kwa jina la Yesu. Ombea mwili wako mzima. Jiombe, 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 jiombe. Jiombe, jiombe kwa jina la Yesu. Kwa jina la Yesu. Kwa jina la Yesu. Jiombe, jiombe. In the mighty name of Jesus, the Son of the living God. Ombea nafsi yako, ombea roho yako, wasitawale, wasifikie, wasikutumie kwa jina la Yesu. Katika jina la Bwana, kila kiungo cha mwili wako tangaza ya kwamba kila kiungo kiwake moto wa Roho Mtakatifu. Hata jina lako, ombea jina lako, wasilitumie kwa jina la Bwana. Hata mikono yako wasitumie salamu kunasa mawazo yako, kunasa nyota yako katika jina la Yesu. Kataa, kataa. Baba 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 la kabakana la baba baba zaya le bakabashanda baba 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 le kabakanda yekatalaba la kabashaya katere baboza. Jiombe, 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 jiombe. Ombea damu yako, ombea damu yako, ombea damu yako kwa jina la Yesu. Damu yako jiombe kwa jina la Yesu. Hawataitumia kwa jina la Bwana. Yes. Yes. In the name of Jesus. Yes.
moyoni, moyoni nimempata Yesu,
Sikiliza. Yeah. It only happens when you pray. Amen. Tell your neighbor, when we pray. Hallelujah. When you pray, things happen. Tell your neighbor, you receive peace when you pray. You receive breakthrough when you pray. You receive answers when you pray. Things happen when you pray. Hallelujah. Heavens open when you pray. Breakthrough comes when you pray. Tell your neighbor, prayer opens doors. Katika jina la Yesu. Hallelujah. Na sasa hiyo inatupeleka kwa ombi lingine. Maandiko nasema na katika kwa nyumba ya Daudi, mwana wa Daudi. Nakumbuka ni kama ni Isaya 22. Nadhani ni hapo. Ya kwamba ufunguo wa mwana wa Daudi, akifungua hakuna wa kufunga. Na akifunga hakuna wa kufunga. Haujanielewa? Yani akifungua hakuna wa kufunga. Na akifunga hakuna. Na akakwambia katika Mathayo 18 akasema ya kwamba, haleluya, Bwana Yesu asifiwe, utakalofunga hapa na hata juu limefungwa. Inamaanisha nini? Ukiconnect kwa imani kutoka duniani na uconnect na mbingu, mbingu inakutegemea wewe uongee. Na kuongea ni maombi. Somebody's not getting me. Yani ukifunga hapa, mbinguni imewekwa lock. Na ukifunga hapa, mbinguni nimesema vizuri? Yani ukifunga hapa, mbingu ina lock. Na ukiongea unafungua hapa, mbingu inafungua. Nimesema chukua hiyo. Hallelujah. Bwana Yesu asifiwe. Sasa inamaanisha lazima kuwe na connection kati ya muombaji na mbingu. Kwa sababu mbingu inangoja ufunge, na ikishafunga na mbingu inaweka rubber stamp. Pap. Amesema magonjwa hataki. Amesema utasa hataki. Amesema shida hataki. Na mbingu inaweka rubber stamp. Maana hiyo ni ahadi ya Mungu amesema. Na kile Mungu amesema ndio hicho. Sasa inua mikono yako. Sasa nataka tuombe. Ndio hiyo sasa, hapa sasa ndio unanitia moyo. Hallelujah. Maandiko yanasema tunafunga na tunafungua. Hallelujah. Kuna vitu vingine kwa maisha yako usipoachilia viende vya Mungu havitakuja. Sema kila mlango ambao si wa Mungu kwa maisha yangu, fungwa, 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 fungwa. Sikiliza. Wacha kunichanganya. Wacha kunichanganya. Sijafika kufungua. Kwa hivyo usianze kufungua. Nimesema tunafunga. Sasa tukisema tunafunga na wewe unafungua, tuko pamoja kweli? Sasa wewe usiombe kufungua. Sema ninafunga. Magonjwa, utasa, ulevi kwa familia, watoto kuhangaika, huduma kutoendelea, wanaokuja kutafuta vitina hapa, chochote ambacho si cha Mungu unafunga. Kuna contract zingine za kishetani, funga. Kuna biashara nyingine inakuja inaonekana mzuri, si ya Mungu, funga. Lakini tunafungua, tunaambia Bwana fungua sasa. Hallelujah. Sasa uko tayari kufunga? Na nimekuambia lazima kuwe na connection kati ya muombaji na mbingu. Na wewe ndio muombaji. Sasa lazima ni saa ngapi? Hata tusiangalie saa, maana tumekuja maombi. Hallelujah. Bwana Yesu asifiwe sana. Tuko tayari kuomba.
unajua mimi tunaweza omba hapa mpaka asubuhi. Sina shida na hiyo. Na uko tayari na mimi? Tunaweza kuomba mpaka asubuhi. Wangapi wanasema tunaweza omba? Sasa mnanitia moyo. Leo lazima tuangushe Goliath. Na ukitoka hapa, kuna mtu niambia tukitoka kesha utapokea simu kwenu. Na tulipomaliza kesha akapigiwa simu. Kuna mchawi mkubwa sana alikuwa amedondoka. Lakini uchunga usikuwa mchawi. Maana tukiachilia hapa msumeno, neno la Mungu ni upanga ukatao kuwili. Sasa kama kuna vitu umeficha ficha, ole wako. Maana ikikata inakukata na wewe. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Sasa haleluya. Amen. Shika kifunguo. Na ushika kifuli. Hiyo kifuli imefunguliwa. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Hiyo kifunguo imefungua kifuli. Sasa toa kifunguo. Weka kwa mfuko. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Sijui utafunga mara ngapi. Umeshaweka kifunguo? Weka vizuri. Amen. Na unaweka kwa mfuko na mtu asishuke. Haleluya. Na hivyo ndio Elijah alifanya. Alienda na akasema hakutanyesha mpaka nikuje niongee. Na akaweka ufunguo wa mvua kwa mfuko na akaenda huduma. Watu wanateseka njaa, watu wanateseka, na kumbe jamaa aliongea, alifunga na akaenda na funguo. Mpaka wakati alirudi na akapiga magoti na akasema, sasa Bwana, vile nilisema tukiwa na wewe, nimekuja tuongee na wewe. Sasa tufungue hii mvua. Na walipokubaliana na mbingu na ikafunguka mvua. Sasa tumekuja kufanya hivyo. Tumekuja kufanya kama Elijah. Tumekuja kufanya kama Elijah. Tumekuja kuna vitu ambavyo lazima ufunge kwako. Kwa nyumba yako, kwa watoto wako, kwa biashara yako. Wewe ni mchungaji kwa kanisa, kuna vitu ambavyo lazima ufunge. Katika jina la Yesu, shika kifuli. Ushaweka kifunguo, shika kifuli. Haleluya. Vitu vyote, kusanya takataka ambazo unaona kwamba ni za kufunga. Na tutakapomaliza tutafunga, tutafinya mara moja pa. Tumemaliza. Na hiyo kifunguo, hiyo kifuli unaenda unatupa kwa maji. Na usirudi kwanza kuitafuta, maana hutaipata. Ukisha na ujunge ulimi yako. Useme hata masomo anafunga, umefunga. Ukikosea tu useme hata biashara. Unajua kuna watu shetani anawachanganyanga ndimi. Utachanganyikiwa useme hata masomo ya watoto wangu nafunga. Hata hiyo biashara inanisumbua nafunga. Badala tuombe ile roho ya biashara kusumbua tunaifunga. Unasema hiyo biashara naifunga. Haya, utajua ujui. Hakuna mchawi hapo. Na usianze kusumbua apostle uende kwa manabii. Hakuna, wewe ndio mchawi wa wewe mwenyewe. Hallelujah. Praise be to God. So be keen when you bind. Kuwa makini unapofunga katika jina la Yesu. Umeshika. Haya, shika kifuli sasa. Kifunguo ushaweka. Hiyo iko safe. Na hiyo kufuli unajua ukishatupa hutaifuata mtu wa Mungu. Umeitupa kwa bahari na imeenda. Katika jina la Yesu. Sasa sema Bwana Yesu. Kila alama, kila roho, kila tabia, kila kifungo, kila maneno, kila roho ya kunihangaisha, inaonitesa, inaonihangaisha. Sema kila alama niliyowekewa bila kujua na kwa kujua. Leo hii haya, kusanya hizo vitu zote. Tamuka. Kusanya vyote. Kusanya kama ni magonjwa, kama ni mateso, kama ni umaskini, kwa jina la Yesu kusanya. Watoto kutosoma, watoto kusumbua, roho ya ulevi, roho ya umaskini, roho ya magonjwa, roho ya utasa. Kusanya. Weka pamoja, kusanya. In the name of Jesus, prayer. Kusanya hizo vitu zote kwa jina la Yesu. Beba. In the name of Jesus, kusanya kwa jina la Yesu. Roho za uasherati, roho za uzinzi, kusanya in the name of Jesus. Bado kusanya kwa jina la Yesu. Kusanya zote in the mighty name of Jesus.
katika jina la Yesu. Haya, weka pamoja, weka pamoja, weka pamoja, weka pamoja, weka pamoja, kusanya pamoja, kusanya pamoja, kusanya pamoja, kusanya pamoja. Haya, anza kufunga, funga sasa. Maandiko yanasema watafungwa kwa minyororo. Anza kufunga kwa jina la Yesu, anza kufunga. Shika kifuli yako, shika kifuli yako, umeshika hiyo kifuli sasa, ingiza katikati. Sasa hiyo vitu iko katikati, umeingiza vizuri kwa jina la Yesu. Sema kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu, kutoka leo nimefunga kwa jina la Yesu. Umefunga na hujatupa, tupeleke hizo kufuli kwa bahari, twende tupe kwa maji kwa jina la Yesu. Tupa ziende. Sasa mtu akishakuwa free, mtu akishakuwa free anaanza kushukuru Bwana, anaanza kumwambia Bwana, mizigo imeenda, mateso imeenda, vifungo vimeenda. Unamwambia Bwana asante, unamwambia Bwana asante kwa jina la Yesu. Unamwambia Bwana asante, unamwambia Bwana asante, unamwambia Bwana asante kwa jina la Yesu. Unamwambia Bwana asante in the name of Jesus. Sasa tunaingia sehemu ya pili. Maandiko yanasema ukifungua, mbingu inafungua. Chukua kifunguo yako, chukua kifunguo, chukua kifunguo. Sema kila kifuli iliyofunga maisha yangu, iliyofunga baraka zangu, wewe unajua vitu vilifungwa kwako, anza kuvitaja, anza kuvitaja. Wewe unajua kitu unataka, kama ni ndoa, kama ni watoto, kama ni biashara, kama ni huduma, kama ni nini, shika kifunguo, anza kutaja, vitaje, vitaje, taja, 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 taja kwa jina la Yesu. Taja, 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 taja. Anza kufungua, anza kufungua, anza kufungua. Fungua kila kifuli, fungua sasa. Uko na master key na Yesu ndio master key. Anza kufungua, anza kufungua kwa jina la Yesu. Fungua kila mlango uliokuwa umefungika, watoto wako, pesa yako, kazi yako, anza kufungua kwa jina la Bwana. Nasema fungua, baba, baba, baba. Yes, fungua in the name of Jesus. Fungua sasa, fungua huduma yako. Wewe ni mwimbaji mzuri, lakini uko kwa gereza. Fungua hiyo gereza kwa jina la Yesu. Fungua in the name of Jesus. Fungua, 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 fungua in the name of Jesus. Nasema fungua, nasema fungua, nasema fungua hiyo ndoa, nasema fungua hiyo kazi, nasema fungua kwa jina la Yesu. Nasema fungua in the name of Jesus. Fungua, nasema fungua kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu. Mwana Mungu aliye hai, Baba ni asante kwa sababu umetenda. Asante Bwana, asante Bwana, asante Bwana, asante Bwana. About midnight like now, Paul and Silas were praying. Wewe hujasikia? And singing hymns. Yangu ndio inasema hivyo. Yako sio zote, yangu ndio inasema hivyo. Iko wapi? Lakini sio Mathayo. Sio Mathayo. Amenichanganya. Mimi nimesema Matendo ya Mitume 3:3. Na niambia Mathayo. Sasa tuko dunia mbili tofauti. Sema Mungu amrejeshe.
Mrejeshe. akuwe kwa ibada. Amen. Tuombe Mungu, sema Mungu amrejeshe Mungu amrejeshe. kwa ibada, usiibiwe na shetani. Amen. Tupige Yesu makofi. Hallelujah. Hallelujah. Bwana Yesu asifiwe. About midnight, Paul and Silas were praying and singing hymns to God, and the other prisoners were listening to them. Sasa kuna prisoner wengine wako hapa. Sisi wote ni wafungwa. As we are praying and singing, we are praying and singing. Lakini kuna mfungwa mwingine hafanyi kitu. Yeye amesimama tu amekaa sema wanafanya nini? Uliza jirani, ni wewe? Ni wewe. Muulize, ni wewe? Ni wewe. Hallelujah. They were singing, and other prisoners were watching them. And something happened. Listen to this. Amen. Suddenly, Hey! there was such a violent earthquake that the foundations of the prison were shaken. At once, all the prison doors flew open, and everybody's chains came loose. Your chains are coming loose. Hallelujah. Because we want to praise and singing. See, we have prayed. Well, now we want to sing. Tell your neighbor, we want to sing. Amen. Amen. We want to sing. I want to sing. We want to sing. Tell your neighbor, we want to sing. Amen. Don't be a lazy prayer warrior. No. Me, my army, if you are a member of my army and you are here, I don't want to see you pole pole. Nataka nione wanajeshi ambao wako tayari kwenda kuangusha. Unajua tukisifu hapa vizuri, archives inakuwa shaken. Na sio archives peke yake, hata shosho yako ushago. Kwa sababu yeye ndiye amekamata nyota yako. Sijasema ni mbaya, lakini kale karoho kanafanya kazi akiwa kazini usiku. Ameniona, ameniona, ameniona,
akaendi hivyo. Cheza kidogo we, cheza 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 we. Hebu weka mikono juu ya kidogo. Bwana wa mabwana tunakuabudu wewe. Sema wewe, Bwana wa mabwana tunakuabudu wewe. Bwana wa mabwana tunakuchezea. Bwana wa mabwana tunakuabudu wewe. Bwana wa mabwana tunakuimbia wewe. Bwana wa mabwana tunakuinua wewe. Bwana wa mabwana tunakuabudu wewe. Baba tunakuabudu wewe. Sema tunakuabudu wewe. Nasema tunakuabudu wewe. Nasema tunakuabudu wewe. Nasema ninakuimbia Bwana. Nasema ninakuchezea leo. Nasema ninakuinua leo. Nasema ninakurudia leo. Nasema ninakurudia Bwana. Weka mikono yako juu Bwana. Pikachu, 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 Pikachu. Kama unajua kuna mikono mbili. Weka juu ya mikono. Pikachu, 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 Pikachu. Hapa sio ni kidogo kuliko. Bwana wewe, Pikachu, 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 Pikachu. Yasuchu, 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 Yasuchu. Napisha mwana vive. Hebu tosta yako toka. Tosta yako toka. Tosta yako. Tosta yako. Wako wapi wakikuyu? Wako wapi wakikuyu? Wakikuyu wako wapi? Wakikuyu wanachezanga bila mpangilio. Wako wapi wakikuyu wale? Kikuyu wale! Kwani haujui kabila yako jamani? Twende! Twende! Twende!
Ekiombera moinera Nikumwenda, nikiombera mwinira nikumwenda, nimwendete Mwathani na ngoro yakwa ikamwenda. Bwana asifiwe Hallelujah. sana. Amen. Thank you. Sasa tukaeni, tukujeni padi hii sisi wote. Ndio tuwekane joto. Nana sasa na ni moina. Mumeiba kabisa. Baka bavu zikalia keke. Yeah? Yeah, that's the beauty of loving our God. Bwana Yesu asifiwe sana. Yeah. Nashukuru kwa sababu nataka tuchukue muda mfupi. Tusome neno alafu kutoka hapo turudi kwa kiwaja. Naomba tu mkae hapa ndani tu. Tafadhali tu. Nawaomba tu. Asha tu, unajua ni sisi ni wachungaji. Na tunabiaga waasha watupage. Sasa tusipowasikiliza sasa wanaanza kusema watu walikuja kuagi wakitii wakisema watu wanagi. Hata kama ni kadogo tunaheshimu wako kwa ofisi tu kwa sababu kako kwa Biblia. Sikako hapa kwa Biblia. Tunaheshimu wako kwa ofisi ni kazuri kanapendeza. Kwa hivyo ningetaka tusome kitabu cha Isaya 61. Isaiah 61 and tupatie ya Kiswahili ama Kiingereza whatever it is. Lakini ukipata ya Kiswahili ingekuwa mzuri bana. Nimeona Guka amekuja. Guka na kujaga na tungoa kwa venye tunataka kufanya. Sasa natuambia turudi kwa Kiswahili. Salimia mwenzako mwambie kesha kama hii uliiona wapi? Bwana Yesu asifiwe sana. Wewe gali kesha teno wa kifedera. Guka wewe gali. Baka musee naona baka kipara imemea nywele mpya. Ni kuiba baka nywele mpya inamea. Asha wewe kuona Asha toyo huko. Yes. Pigia Asha makofi. Yeah. Acha wivu. Miaka yote umekuwa kanisani hujai kuwa Asha. Huyu miaka uko na miaka gapi? 8. Only 8 na ni Asha. Ni kiongozi. Bwana Yesu asifiwe sana. Wewe umekaa miaka yote hujai hata kuwa Asha. Sasa unasikia vibaya akikuwa Asha. Hata hutaki kumpigia. Mpigieni makofi tena. Yes. Asha simama tu hapo vizuri. Unaangalia mtu akilala unaenda unamchuna hivi. Unamwambia wewe. Unamwambia wewe. Unamuuliza kwenu hakuna kitanda? Na unarudi na unamwambia nikirudi tena nikute umelala. Utaona moto. Bwana asifiwe sana. Nashukuru kwa sababu wakati mwingine huu Mungu anatubariki na ametupatia fursa nyingine kwa sababu ya kuja kumwabudu. You know the beauty of this thing is that we come to worship God not because he has given us anything, but because he is God. Praise be the name of God. Kama tunaweza kukua hivi, Wakristo tukue hivi, we just come to worship God because he is God. But not because kuna kitu tunataka. Unajua mikesha nyingi tunaendaka kwa sababu tuliambiwa na wahubiri, kuna mapepo ingine haiwezi kutoka, baka ukeshe na ufanya nini? Na uvuge. Sasa kuna watu wanafugaga ndio mapepo itoke. Na wengine wanakesha ndio mapepo itoke. Hiyo itokagi. Maana we don't remove these things because tuna intimidate. Unajua hatufai kwenda kuhonga Mungu. Si ati Mungu simeona nimelala kesha, basi na mimi niponye. Bwana Yesu asifiwe sana. Let us just worship God. Wakati Paulo na Sila waliwekwa ndani ya jela, they did demand from God. We are praying, we are worshiping now na sisi tufugue. Ama wali demand. They never demanded. They kept worshiping because that was part of their life. Bwana Yesu asifiwe sana. Let it be part of your life. Kukuja kesha wacha ikue part of your life. Kuomba wacha ikue part of your life. Kugosha wacha ikue part of your life. Yani everything, let it be part of your life, worshiping God. Be a worshiper. Hello. Na hiyo mode, be a worshiper. Yani unasikia Kisugu? Nimesemaje? Unasema ai Mmesikia nikisema ai. Bwana Yesu asifiwe sana.
Yeah, sasa nasema tuabudu Mungu kwa sababu ni Mungu. Tusiabudu Mungu kwa sababu kuna kitu tunataka kwake. God is faithful. Anasema hata kabla hujafungua mdomo yako, anajua kile unataka. Bwana Yesu asifiwe sana. Wakati tunaabudu Mungu, tunatengeneza atmosphere. Tunatengeneza environment ya mazuri yote kufanyika kwako. Unatengeneza environment ya kuvutia vitu vyote vizuri vya Mungu. Maana wakati kama sasa unaona hivyo tumeabudu hapa, mashetani imepotea. Shetani mwenyewe ameenda. Magonjwa ambayo ilikuwa ndani yako imeondoka. Matatizo ambayo ulikuwa nayo yameenda. Vizuizi vya vyote walikuwa wametuwekea vimeondoka katika jina la Yesu Kristo. Haukuhitaji kuja kuambia Mungu, Baba, unajua Baba mimi nakupenda Baba. Ni kwa nini naendelea kuumia? Hapana, just worship God. He knows what you want. Solomon alienda akachinja ng'ombe 1,000 kwa ibada. Ilikuwa ni ibada, si ya kwenda kukula, si ya ile ya Masai tunataka kukula kanyama na hapa, ilikuwa ibada. Na baada ya kuchinja hakuuliza maswali, alichoka akaenda kulala. Hakutaka kuambia wacha tusikilie sauti ya Bwana inasema na nini. Ati ndio mama mmoja akaanza, "Dinae kairi, lia korina, lia. Bwana anasema, watu wangu, Bwana anasema, murudi kwangu na mimi nitarudi kwako." Sasa unashindwa. Watu wangu, Bwana anasema. Alafu naanza yeye Bwana, anabegeuka anakuwa Bwana. Murudi kwangu na mimi nitarudi kwenu. Mimi Bwana nimesema. Lakini alianza na reporting. Bwana anasema. Alafu anageuka anakuwa Bwana. Bwana Yesu asifiwe sana. Kuna hiyo ni Roho wa Bwana wetu Yawe yuko pamoja nami. Maana Yawe amenichagua. Sema amenichagua. Ndio kwa maana uko kwenye mkesha wa leo. Sema amenichagua. Na mimi si mtu wa kawaida. Sema mimi si mtu wa kawaida. Maana kitu chochote ambacho kimechaguliwa, kitu chochote ambacho kimetenganishwa na wale wengine, kitu chochote ambacho kimeinuliwa kutokana na watu wengine, ama sehemu yoyote ile nyingine, hicho kitu hakikuangi cha kawaida tena. Mwangalie mwenzako umwambie wewe si wa kawaida. Na niliona hivyo wakati nilikuona ukiingia. Wewe si wa kawaida. Maana Roho wa Bwana ako juu yako. Hivi vitu naona tunavifanya sio kwa sababu tunataka kufanya, lakini ni kumaanisha Roho wa Bwana ako juu yetu. The Spirit of God is on us. The Spirit of God is walking with us. That is why we are not doing things ordinarily. Hatufanyi vitu kama vya ukawaida. Ukiniona hivi mimi si mtu wa kawaida. Nikikuangalia hivi sioni mtu wa kawaida. I am seeing something new. Bwana Yesu asifiwe sana. Mwambie mwenzako na upone. Mwambie muonyeshe point na kidole. Mwambie na muuze hapa ndi yako. Si hapo, goga kichwa. Na uoge na nguvu. Goga kichwa. Mwambie na upone. Na upone. Maana Roho wa Bwana ako juu yako. Bwana Yesu asifiwe sana. Yawe amenichagua, akanituma niwahubirie wanaoteswa habari njema. Sijui ni kwa nini hamkusikia hiyo. Amenituma nikuje niwahubirie nyinyi ambao mnateswa, nyinyi ambao mmekamatwa mateka, nyinyi ambao nyota zenu zimeibiwa, nyinyi ambao mnashikwa na mnateseka, nyinyi ambao mko kwenye maradhi, mwenye mateso, mwenye maangamizi, ya kwamba siku ya leo ya kwamba habari njema imekuja. Bwana Yesu asifiwe sana. Ndio kwa sababu ulikuja hapa kwenye kesha. Hiyo ndio ilikuwa sababu tu ya kukuja hapa. Nikuambie tu habari njema imefika. Si mahubiri imeisha. Yes, mahubiri imeisha. Hiyo ndio maana. Hello. That's the reason. Nikuja nikutangazie ya kwamba kuna habari njema. Yaani nikuje wewe ambao umeshikwa mateka, wewe ambao unateseka, wewe ambao umelaliwa na matatizo, wewe ambao umelaliwa na magonjwa, wewe ambao umetekwa na umewekwa mahali umefungiwa, wewe ambao maisha yako hayakai vizuri, wewe ambao unasema ni mgonjwa, wewe ambao unasema uko katika hali hatarini.
nimekuja kukutangazia habari njema. Ni watunze waliovunjika moyo. Alaseterebosaya. Yaani kumbe nyinyi mlikuwa mmevunjika moyo. Ndio kwa maana Mungu akanituma nikuje nikwambie, moyo uliovunjika utakuwa sawa sana. Mungu amerekebisha chochote ambacho kilikuwa kimesababisha moyo wako uiname. Maana ulikuwa umeinama kwa sababu kuna tatizo fulani lilikuinukia. Kuna mapepo ambayo yalisema haufaulu. Kuna watu walisema hakuna mahali unaenda. Kuna watu walikuinukia na wakaandika barua wakasema hakuna mahali unaenda. Nimekuja kukutangazia siku ya leo ya kwamba kuna mahali unaenda. Maana Mungu amekutendea. Mungu amekuonekania. Mungu amevunja madhabahu yote ambayo alikuwa ameinuliwa kwako. You are no longer the same person you came here. Hala, hebu mwangalie mwenzako. Mwangalie mwambie you are no longer the same person that you came here. Wewe si mtu wa kawaida. Na ndio hata nikikaa hapa nasikia, mwambie na ndio ni hapa nikikaa hapa nasikia kuna kajoto kanatoka kwako. Kajoto kengine ambako hakaeleweki kananidunga dunga. Kuna stima inanichoma choma. Maana mimi si kuwa mzuri, lakini wakati tulikaa na wewe nilianza kuhisi badiliko. Unajua kuna watu unakaa tu na wao, unakaa tu unasikia kitu inabadilika. Unajua kuna mtu mnaanza tu kutembea anakuwa rafiki yako na maisha yanabadilika, inakuwa mazuri. Na kuna mtu mnaweza tu aingie kwa maisha yako waanze kuona maisha yanaenda chini. Bwana Yesu asifiwe sana. Mwambie natumai si wewe wa kuniagushia maisha. Venye nimekuona. Mwambie venye nimekuona. Hata kama sikuamini vizuri 100%. Ninaona wewe ni kama chombo cha Mungu. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya. Ni watunze waliovunjika moyo. Ni watangazie waliohamishwa kwamba watapata uhuru. Haya la la la. Kumbe kulikuwa watu wamehamishiwa maisha yao. Kuna watu nyota zao zilihamishwa. Kuna watu waliibiwa. Kuna watu wanateseka. Kuna watu wameonewa mpaka sasa hawanaona hakuna haja ya kuishi. But today I want to declare to you that God of heaven, Mungu anaitwa Yahweh, muumba wa mbingu na dunia, muumba wewe mwenyewe, mwenye alikutengeneza, anasema ya kwamba hata kama umepitia mateso, hata kama umepitia hali ngumu, hata kama umetishia katika hali ambayo sio nzuri, anasema ya kwamba nikuja nikutangazie wewe ambao ulihamishwa kwamba utapata uhuru wako, na wafungwa kwamba watafunguliwa. Halo. Najua ulikuwa umeshikwa na mapepo ya kwenu. Hivi sasa ninavyotangaza hivi sasa unavyoniona nikisimama hapa mbele, milango ya gereza imefunguliwa. Paulo na Sila waliomba, Paulo na Sila waliomba, ikafunguka milango ya gereza. Milango ya gereza imefunguka. Milango iliyokuwa imefunga uchumi wako imeanguka. Milango iliyokuwa imefungia ndoa yako imeanguka. Milango iliyosema wewe ni mgoje imeanguka. Milango iliyokuletea mateso imeanguka. Mateso yatapatikana tena. Mateso yameondoka. Maana huyo Mungu amekuja. Maana tuliomba na tukakesha, na milango ya kuzimu ikabomoka, na milango ya shetani ikaanguka, na milango iliyoinuliwa ikaporomoka. Kama walikuwa wamesema wamefunga mageti, na kuambia geti lile limeanguka chini. Kama walikuwa wameweka kifuli, kile kifuli kimekatika chenyewe bila kuguzwa na mtu. Kama walikuwa wameweka mnyororo, ile nyororo limeanguka. Kama walisema wamekulaani, laana imeondoka. Kama walisema utaishi masikini, umasikini umeondoka. Kama walisema unaenda kuteseka, nakwambia leo hauendi kuteseka. Nakwambia leo umewachwa huru. Maana huyu Mungu amekutangazia ujao wako umejaliwa tena. Umezaliwa tena. Mwambie mwenzako nimebarikiwa. Mwambie mwenzako I am not the same. Mwambie nimefunguliwa.
Unajua ubaya ya watu naonanga wanakaa, nitumie tu watu wengine, napendaka kutumia Waluya. Bwana Yesu asifiwe sana. Waluya wakibeba kuku kutoka kwa nyumbani, wanaibeka, wanaishika hapa, alafu kichwa inaangalia kule imetoka, mwili mwingine ndio inaangalia kule inaenda. Sasa by the time ifike kule inaenda, haijuangi kule imetoka. Hata ikiachiliwa inasubanga tu hapo. Sasa hata ukitangazia watu hapa wameachwa huru na kutaka tu wamekaa chini. Bana wamezoea kushikwa mateka. Wamezoea kufungwa minyororo. Hata useme umewachwa huru hawezi kusimama. Hata useme wamefunguliwa hajui amefunguliwa. Hata useme hawezi rukaruka, maana anafikiria nyororo bado imemkamata. Anafikiria bado yeye ni mateka, maana amezoea jela, na hata ukimwambia ondoka jela anakuuliza mimi naenda wapi? Hey! Ruka na uruka kidogo. Kama unaamini umefunguliwa, kama unaamini umefunguliwa, tembea kidogo. Tembea kidogo umefunguliwa. Na kama hujafunguliwa ukae tu hapo. Lakini kama pia umebeba ilisi usitembee, maana ilisi itaanguka chini. Yes. Hivyo ukisikia neno kama hilo limeachiliwa, unatembea usikie kama kweli umefunguliwa. Unatembea ukisikia umefunguliwa, unatembea kidogo na uone kama umefunguliwa. Ukiambia umepona, guza mahali ulikuwa unasikia uchungu, usikie kama bado hiyo tatizo liko. That is what we call prophetic moves. Bwana Yesu asifiwe sana. Hebu guza mahali ulikuwa unasikia kinakuletea shida. Yes. Kuna wale wanakuanga, kuna watu wanamwaga damu. Hebu guza usikie kama ipo. Yes. Kuna watu wanaumwa na kichwa. Hebu usikiliza kichwa chako usikie kama kilikuwa. Kuna watu walikuja hapa ulikuwa na uchovu, ulikuwa unasikia kuganda. Can you hear from God? Hebu jisikilize uniambie kama unaumwa sasa. It has gone. It has gone. It has gone. Yesu akaenda akamputa kale katoto kalikuwa kamekufa. Akakambia Talitha kumi. Arise, amuka. Haujafa kumuka. Talitha kumi. Nakuja kutangazia maisha yako siku hii ya leo. Talitha kumi. Talitha kumi. Arise and shine. Arise and shine. Arise and shine. Arise and shine. You may be seated. Keti tu kidogo dakika moja. This is a prophetic kesha. If nothing will change in you today, if nothing, kama hakuna kitu kitabadilika, enda kwa Waislamu kutoka kesho. Vaa buibui na utembee na buibui. Bwana Yesu asifiwe sana. Kama huyu Yesu haumuoni hapa, kama hauoni malaika wa Mungu hapa, kama haumuoni huyu Mungu hapa, I want to tell you tonight, then you are blind. Na si blind ya bride, ni bride, spiritual bride, and not only blind, but you are spiritually dead. But I want to declare and decree now, whoever that has been living a spiritual death, Talitha kum. Arise! 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 And shine! Yes. Bwana akasema, tuendelee. Akasa watafunguliwa. Verse number 2. Amenituma. Huyu Mungu amenituma. Ola masaya ndoro bosa. Amenituma kutangaza mwaka wake wa neema. Si mwaka wa kesho. Mwaka huu. Maana ndio mwaka wa neema. Mwaka huu ndio wa baraka yako. Kama walisema hautafaulu, mwaka huu ndio unapata baraka. Kama walisema hautaolewa, mwaka ndio huu. Kama walisema kazi yako haitafunguka, mwaka ndio huu. Na sio mimi nimesema, Mungu ndio amesema. Ati mwaka ni huu. Ni mwakoyo. Mwaka ni huu. Ni mwakoyo. Ti mwako shoge. This year. This is the year that God said you are going to be blessed. Bwana Yesu asifiwe sana. Huu mwaka ndio tunavunja madhabahu yote. Huu ndio mwaka revival inaingia. Huu ndio hata wakisimama kufunga, maana watajaribu kufunga,
hata wakizimama kuzuia, maana watataka kuzuia, lakini wakija kugeuzua hivi, na watakuja kujua ni nani walikuwa na dili na yeye. Ni maana hawakujui. Bisi kidogo, kaa chini kidogo, kaa chini nikwambie. Yes, amenituma kutangaza mwaka wake wa neema na siku ya Mungu wetu, kulipiza kisasi, kusudi ni wafariji wote wanaomboleza. Yani nimekuja kuwafariji, nimekuja kuambia. Yani sikiliza, hamukusikia hiyo. Kaa chini, hamukusikia hiyo. Kaa chini. Unajua nini nena kikamba? Nini nena kikamba? Kaa nini nena kesi? Kaa nini nena keluya? Aye. Kikamba kinena ngao. Amenituma kutangaza mwaka wake wa neema na siku ya Mungu wetu. Mungu wa nani? Mungu wa nani? Kwa hivyo sio Mungu wao. Sio Mungu wao. Mungu wetu. Mungu wetu. Na siku ya Mungu wetu ya ati. Kwa hivyo kuna mtu anapigwa, kuna mtu anabondwa, kuna mtu anaangushwa, kuna mtu anapia. Ati Mungu wako anakuja kulipisha. Mateso umeyapitia, nguzo umezipitia, wachawi waliokutesa, waliokuinukia, waliopigana na wewe, waliokunyang'anya, walioharibu ndoa yako, walioharibu kazi yako, walioiba mali yako, Mungu wako anakuja kulipisha. Anakuja. Yani, na ulikuwa unasumbuka. Tumesumbuka hapa tukijaribu kupigana vita. Kumbe kuna mipango. Kumbe already Mungu amepanga mipango. Ni mimi sikuwa najua. Hata kumbe mwaka ulikuwa ushafika na sijui mwaka umefika. Ni tarehe tu ilikuwa imetarajiwa, na ni tarehe ya leo tukielekea tarehe 2. Oh my God. Kaa chini. Kaa chini kidogo. Yani kube kulikuwa na mpango. Na ndivyo tumekaa chini tukidiscuss. Hii shida tutatokaje? Haya. Kumbe Mungu alikuwa shapanga. Kumbe Mungu alikuwa sha arrange. Ameachilia malaika wake wa vita wakuje walipize kisasi. Wale ambao wanaomboleza, wale ambao wanalia, wale ambao wanatezeka, waliokamatwa, walioshikwa nyara. Allah basendere borayandara. Yekelele lolo. Yanzara la la babo sekenderere. Yani kumbe Mungu alikuwa amenipangia mazuri hivi. Just imagine how God is beautiful. Watakuzuia, lakini ongoja wakati ufike. Maida ikifika, Mungu atalipiza kizazi. Maana mji unaenda kuachiliwa huru. Maana maisha yako yanaenda kuachwa huru. Maana njia zako zinaenda kufunguka. Maana kilimo chako kinaenda kufanya. Kazi yako inaenda kuinuka. Mipango yote Mungu aliyokupangia inaenda kuregeshwa. Nyota walioiba inaenda kuregeshwa. Nguzo zilizoibwa zinaenda kuregeshwa. Biashara iliyochukuliwa inarudishwa. Huduma iliyochukuliwa inarudishwa. Ndoa iliyochukuliwa inarudishwa. Biashara yako inarudishwa. Kazi yako inarudishwa. Vipawa vyako vinarudishwa. Maana huyo Mungu ametuma majeshi yake wakuje walipishe kisasi. Majeshi wametumwa wakuje wapambane na maadui wako. Hauna haja ya kujipanga, hauna haja ya kwenda mahali popote. Maana already ametengeneza majeshi ya kupigana na yao hao maadui. Hawa maadui wataangamizwa bila wewe kuhusika. Maana ametengeneza kikosi, ametengeneza mabakora, ametengeneza mabondoke. Silaha zimetengenezwa. Wacha kubabaika wala kufadhaika. Ametenda yote. Keti tu kidogo. Keti kidogo.
Kuna mlipuko inaenda kulipuka hapa. Kuna mlipuko inaenda kulipuka Nairobi. Kuna mlipuko inaenda kulipuka Kenya. Wamekutesa ya kutosha. Sasa waambie Mungu anakuja. My God is coming. Ola basende. My God is coming. My God is coming. I had never seen this verse. Kumbe God had prepared na kuwapa wale wanaomboleza katika Sayuni taji la maua, pahali pa majivu, juu ya kichwa mafuta. Hapa Mungu sikia vizuri. Hii haiko kwa Biblia yako. Hii haiko. Anasema baada ya kusaidia wale wanaoomboleza na kuwapigania, namba 2 atafanya nini? Ni atawapa na kuwapa wale wanaoomboleza katika Sayuni, nitawavalisha taji la maua, pahali pa majivu, juu ya kichwa. Yaani majivu waliokuweka yanaenda kuondolewa. Majivu waliutoweka wanaenda kuondolewa. Utawekwa maua juu ya kichwa chako. Taji la maua. Ugainie kukugemia, gainie kukugarurira muturire wako. Atabadilisha maisha yako, atakuvalisha taji. Walikuwa wamesema wewe uko na jivu, walisema unanuka, walisema haufai, walisema hakuna mahali unaenda. Ndio kwa maana walikupaka matope ya mafi ya ng'ombe. Lakini huyu Mungu atakuosha vizuri, atakuosha kichwa chako, kisha ataekelewa maua juu ya kichwa chako. Ataweka taji juu ya kichwa chako. Kimotoine wako utawekelewa maua. Hebu guza mdomo kichwa chako. Guza kichwa chako. Kutaekelewa maua hapo juu. Wataekelewa. Yaani unajua anasema nini? Atakuvalisha taji la kiufalume. Maua ni taji la kiufalume. Yaani wewe ulikuwa unaonekana ni chokora. Ulikuwa unaonekana haufai. Ulikuwa unaonekana ni kitu hakina maana hata kidogo. Lakini by the time utatoka pale, utakuwa na taji kwa kichwa chako. Kila mtu atakutamania. Kila mtu atakutamania. Waliona kama hauwezi kwenda mahali, watakuja kusema angalau tungejua. I wish I knew. I wish I knew this is how you are blessed person. I wish I knew umebarikiwa hivi. I wish I knew. Ebu linga kidogo kama ukikaa chini na linga kidogo. Yaani utawekelewa taji. Kwenye hiyo kichwa yako ilikuwa inanuka jana, itakuwa na maua. Yaani kila mtu atakayesema huyo ni mteule, huyo ni mubarikiwa. Mahali popote utakuwa ukipita watasema huyo ni mteule, huyo amebarikiwa. Maana it has come to an end. Yesu amesema Talitha kum. Akamwambia yule mtoto Talitha kum. Alikuwa amekufa na wamesema amekufa. Lakini alipokuja akasema Talitha kum. Yaani akasema fufuka. Yaani hebu mwambie, hebu fanya hivi, akasema fufuka. Amuka. Yaani biashara yangu fufuka. Watoto wangu fufuka. Mali zangu fufuka. Huduma yangu fufuka. Yaani maisha yangu fufuka. Hebu jitabirie. Yaani maisha yangu fufuka. Kitu ambacho walikuwa wamesema kimefika mwisho, kumbe ndio ilikuwa mwanzo. Bwana Yesu asifiwe sana. Kumbe ndio ilikuwa mwanzo. Twende hiyo, tufungulie tu hiyo. Usituotolee, maana hapa naona ni kama hapo ndio Mungu anakaaga. Yaani mafuta ya kungalisha, kuangalisha kwa furaha, pahali pa maombolezo. Tuelewe vizuri. Tuende vizuri. Wacha kwenda haraka. Hiyo kiherehere ndio ilifanya nini muujiza wako ikaibiwa. Hiyo kiherehere ndio ilifanya wakakuja wakaiba vitu zako. Twende pole ni maana uliruka hiyo mlaini. Kama haugeruka hiyo hapana. Nasema mtengeneze pale. Nasema mafuta. Sasa huyu nasema mafuta, huyu anaenda kudiletea mafuta. Oh my God. Bwana Yesu asifiwe sana. Anasema mafuta ya kuangalisha, ya kuangalisha.
Sema aba kudu. Eh? Mafuta ya nini? Kuwa? Ati? Kuanga. Nisomeeni nga na nga. Nga. Ebu andika jina nga. Umeona? Nilijua tu mtakuwa na kiherehere. Nilijua tu. Nisomee hiyo jina. Hiyo line hiyo peke yake hiyo. Kuwa? Hivyo ndivyo ulifundishwa na mwalimu wako? Kuna kitu hapo juu. Iko wapi? Soma. Kuna kitu hapa. Iko wapi? Kuja unionyeshe. Kuja unionyeshe. Kuja unionyeshe. Iko wapi? Iko wapi? Hii ni G. Kanafaa kukua hapa. Ulienda shule gani? Ulienda shule gani? Who was your teacher? Kako wapi? Amuko nionyeshe. Andika jina nga na nga. Tofauti ya nga na nga. Nganga. Hebu andika nganga. Ako kakitu kako katikati ya N na G ama kwa nyuma ya G. Nini? Sasa nionyeshe. Kako wapi hapa? Kako wapi? Kako wapi? Kako wapi? Kako wapi? Yeah? Kako wapi? Eh? Kako wapi pale? Kako wapi? Hakuna. Ati kameenda. Kako wapi? Najua macho yangu labda ndio baya. Nionyeshe kako wapi? Nionyeshe kako wapi? Hiyo ni G. Hivyo ndivyo G. Hiyo ni G. Hiyo ni ya kwako. Hiyo ni ya mwalimu wenu. Ni Kiswahili wa hakuandika vizuri. Inamaanisha mafuta ya kuangarisha. Yaani Biblia nyingine inasema mafuta ya furaha. Haleluya. Hello, inasoma namna gani? Mafuta ya furaha badala ya maombolezo. Yes. Hawa wameandika Kiswahili chao. Bwana Yesu asifiwe sana. Ni mafuta ya kuangarisha. Yaani wale ambao wametiwa cheche za uchafu wataenda kushine. I want to declare to you tonight ya kwamba you are going to shine today. Unaenda kuinuliwa, unaenda kubarikiwa. Maisha yako inaenda kubarikiwa. Unaenda kuchenjiwa maisha yako, maana kila kitu kilichowekwa tope imeondolewa. Bwana Yesu asifiwe sana. Nguo ya sifa pahala pa moyo mzito. Ulayandarabase. Yaani utavalishwa taji, utavalishwa nguo iliyojawa na sifa badala ya moyo ulio mzito. Yaani mateso ambayo wamekupitishia. Mateso umeyapitia. Watoto wako wamekosa kusoma, watoto wako hawana chakula, wewe mwenyewe hauna kazi, wewe ni mwenyewe umeteswa, umeonewa. There is nothing in your family that is working. But I want to tell you, hiyo nguo ambayo ilikuwa ni mbaya, moyo mzito
uzito uliokuwa umewekwa, utavalishwa nguo itakayofunika chochote ambacho walisema hakifai. Chochote kibaya kwako kinaenda kung'olewa. Chochote ambacho ni gugumuzi kinaenda kung'olewa. Chochote ambacho ni kibaya kimefagiliwa, na utavalishwa nguo ambayo itafunika yote machafu, nguo itakayofunika lolote ambalo halifai kwa maisha yako. Na kutoka leo, yani atakuvalisha nguo. Oh my God. Moyo ulikuwa mchafu, moyo ulikuwa umenyanyapaliwa, yani you are living like you are dead. Ulikuwa umedhurika mpaka haueleweki. Nothing in you was working. They neglected you, they avoided you, they didn't like you. My sekendera. Yani ulikuwa ulifiwa na mainiro akakufukuza. It is bad. Ulikuwa kazini wakakuonea, wakakupangia kila kitu kibaya. They planned everything against you. I want to tell you, whatever walipanga, yani utavalishwa nguo iliyojawa na sifa, nguo iliyojawa na utukufu wa Mungu. Pahali pa moyo uliokuwa mzito, yani moyo wako ulikuwa mzito, instead God will change the whole situation. Uzito wa moyo wako utaondolewa, na pahali pake utavalishwa nguo iliyo na metameta, nguo iliyojawa na mafuta ya Mungu, nguo iliyojawa na baraka za Mungu, nguo iliyojawa na neema za Mungu. Bwana Yesu asifiwe sana. Nigeuzie hii hapa na ile nyingine ugeuze hapa. Sijui ni kwa nini hamnisikii leo. Bwana Yesu asifiwe sana. Tuendelee hapa kwingine. Inasema namna gani? Nao wataitwa nisomee kutoka hapo. Nao Yawe aliyopanda kuonyesha utukufu. Yani unajua nimesoma hapo polepole ndio uelewe. Nimesoma polepole ndio uelewe ya kwamba naona kama hamnielewi. Nikusomea Kisugu. Nikusomea Kisugu. Tuko verse namba inasema namna gani? Number 3. To grant to those who mourn in Zion, to give them beautiful hair dress instead of ashes, the oil of gladness instead of mourning, the garment of praise instead of faint spirit, that they may be called oaks of righteousness, the planting of the Lord, that he may be glorified. Yani Biblia inasema yote ambayo yanatendeka leo ni kwa ajili ya utukufu wa Mungu. Sio kwa sababu yako. And God has done this. Amefanya hayo yote because of greatness, because of glory, because of his righteousness. Bwana Yesu asifiwe sana. Hebu niende nitengeneze volume pale. Pandisha tu pole pole. Chana na hawa watu. Walitumwa hawa wanimalize. Lakini tuende verse 4. Mutigihota. Yes. Unajua kuna venye wameona nimeanza kupenya. Wakasema wacha tuwekee buroko. Nishapenya. Nimepenya. Yes, kana vitu zako. Watayajenga upya mabomoko ya zamani. Yani nyumba yako iliyobomolewa, vitu vyako vilivyoangushwa, neema yako iliyoibiwa, ndoa yako iliyoporomoshwa, kazi yako walioiangusha chini, huduma yako walioifunda chini, nataka nikwambie itajengwa upya. They will raise you up again. Mabomoko ya zamani wataisimika miji iliyoharibika
tangu mbele. Yani miji vijijini kule pale miji ilikuwa imebomoka, yanaenda kujengwa pia miji mapya. Wanaenda kujenga new territories, watajenga new territories zinajengwa kwako. Hata kama walisema ni magofu ya manyumba, Mungu anaenda kuinua. Walisema hakuna kitu kinaweza kutoka kwenu kizuri, but I want to assure you tonight, Mungu anakujenga leo. Mungu anakujenga. Waliwacha kama nyumba yako imeporomoka, God is raising your house once again. Walikuacha kama biashara yako imeanguka, the business is coming up again. Waliacha wakasema huduma yako imefungwa. Nataka nikwambie siku ya leo, whatever it is, huduma yako inaenda kuinuliwa, inaenda kujengwa tena, inaenda kuinuliwa tena, unaenda kubarikiwa tena, in Jesus mighty name. Hiyo ya red ya juu kabisa, hebu ibalance ikae 90 degrees. Ako ka red kakae 90 degrees straight hapo. Kwa hiyo kanini hiyo ya white inafuata, iteremsha kidogo ifanane na hiyo ingine ya white inafuata next. Thank you. Sasa abia huyo atoke hapo, mtoke na yeye, usimwache hapo. Yes, tosha. Sasa huyo mko naye mwambie atoke. Roho anakaa hivi. Roho anamwambia hii. Akimwambia hii anagusa kitu kana hii. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya. Hata wewe toka. Kuja ukae hapa sasa. Kila mtu akuje. Bwana ananiambia watoke huko, maana wamejifugia kwa karumu. Baraka zitakuja kama wamejifugia kwa karumu. Wakuje hapa sasa wasikie neno likitambaa. Unajua hata mimi ninaona hii ni kama ni Biblia mpya ninasoma. Kwa sababu hata mimi sijai kusoma. Watayajenga upya. Watayajenga upya mabomoko ya zamani. Wataisimika miji iliyoharibika tangu mbele. Wataitengeneza miji iliyobomolewa, uharibifu wa vizazi vingi vilivyopita. Yani ulibomolewa wakati wa kukaa. Ulibomolewa wakati wa kukaa. Ulibomolewa miaka 800 iliyopita. Na kwambia miaka 800 iliyopita inaenda kurekebishwa na siku moja. Mwaka huu miaka 800 ndio inaenda kurekebishwa. Miaka 800 ama 900, miaka mingi iliyopita, kizazi chenu chote kimeishi kwenye umasikini. Wewe ndio umetumika. Mwambie mwenzako niye nidirahodeka, mwambie na kiroga yako, mimi ndio natumika kurekebisha kazi ya miaka 700, kazi ya miaka 800, kazi ya miaka 900. Ndio kwa maana tunaingia mji wa Nairobi kurekebisha. Mapepo ya Nairobi tusikilizeni. Mapepo ya Nairobi tusikilizeni. Hamutatuzuia. Hamutatuzuia. Tutaingia moja. Tuko mji. Tuko ndani ya mji. Yes. Wabie wazuie. Merema higereli. Tumepatiwa ruhusa. Sio kama mnanielewa. I don't know whether you understanding the mantle you have been given. Yaani mudhuri. No duranyitire guko No duranyitira guko. Dedo thikiririe giki. Ate tumepatiwa ruhusa ya miaka 1000. Tusome hapa. Watayajenga. Wanani? Watayajenga upya mabomoko ya zamani. Wataisimika miji kama Nairobi iliyoharibika tangu mbele. Hata kabla ufike hapa duniani walikuwa miharibu. Ile ruhusa umepatiwa ati utaijenga Nairobi upya. Nilisikia Ruto akisema mambo ya 60 years. We are not going for 60 years. Before the end of this year, we are going to capture the city. By tomorrow, by second. Leo ni siku ya mwisho ya mwezi. Wow, leo tarehe ngapi? Allah, tushavuka. Yani ya kwamba kazi imeanza. Kumbe ndio Mungu ametuambia, ametupatia kazi. Ametuambia tunaenda kujenga Nairobi. Tunaenda kusimika vitu vilivyoharibiwa tangu kule mbele. Wataitengeneza miji iliyobomolewa. Sio mji tu wa Nairobi.
Shika statement yangu. Wataijenga miji. Tunaenda kujenga miji. Tunaenda kujenga Mombasa. Safari imeanza, tunaenda Mombasa. Safari imeanza, tunaenda Kisumu. Tunaenda Eldoret. Tunaenda Nyeri. Tunaenda Kiambu. Tunaenda Sugoi. Tunaenda kila mahali. Kujenga tena. Kujenga madhabahu mapya ya Mungu. Wataitengeneza miji iliyobomolewa. Uharibifu wa vizazi. Yaani sijui kama mnania. Hiyo hamkuelewa. Hiyo hamkujua. Hamkuelewa. Mumeelewa nini? Yaani vitu viliharibiwa na vizazi. Sio kizazi. Vitu viliharibiwa na vizazi. You are going to repair. You are going to repair the altars. You are going to repair the altars. You are going to repair the cities. You are going to repair territories. You are going to repair. Tunaenda kurekebisha. Tunaenda kurekebisha vitu ambavyo viliharibiwa vizazi vingi vilivyopita. Sijui kama naona ni kama hamukuenda shule vizuri. Naona kama hamukuenda shule vizuri. Kama yule mama bado amelala na hizo kelele zote, kama mtu amefugwa. Kayo ni muhevio. Uyo oheto agathira. Yandi adalala. Ona kulena ni vizazi wanamuambia ulabieko. Na nikashoshoka kuna miaka 120 1200 years. Kana muuliza unaenda wapi? Ati huyu anawahubiria. Alianza kuhubiri lini? Wewe lala. Unadanganywa. Udanganya ati ufunguliwa na nani? Lala. Bwana Yesu asifiwe sana. Hebu kaeni chini kidogo. Kaeni tu chini. Tupatie vazi hiyo ingine. Hiyo ingine sasa itatufanya turuke. Yaani wageni watakuwa hapo. Si ni wazungu na hawa na akina Duale. Wageni watakuwa hapo kuwashungia makundi yenu ya nyama. Yaani tukikula nyama watachunga nyama zetu. Tutachoma nyama wachunge. Sio wakule. Wachunge. Kama tukisali. Tukiambia Mungu, oh Father, we glorify. Hawa ndio wageni nawaambia. Wageni watakuwa hapo kuwachungia makundi yenu ya nyama. Watawalimia. Watalima mashamba yetu. Watakuja kufanya kazi kwetu. Na kuwatunzia mizabibu. Yaani matakuwa mashamba boy na mashamba girls. Watakuwa mashamba boy na mashamba girls. Tukitukuza Mungu, tukiinua mikono yetu kwa Mungu, watakuwa wakilima. Megothie roru. Nihesha roru. Wataenda na anoge. Kaa chini bado. Hujapata uhondo, ndio tunaanza. Mwambie mwenzako ndio tunaanza. Hautatumika tena kwa mikono ya wageni. No. Sisi ndio warithi wa dunia hii. Sisi ndio warithi wa nchi hii. This is our nation. This is our motherland. Watakuja kufanya kazi. Yes. Kama huamini ukae. Kama huamini ukae. Hatukubeberesi. Wewe ndio unaturudisha nyuma. Yes. Wewe ni Mfilisti. Hebu inua mkono wako kama huamini. Nikupenda wanapenda kutii. Maana wamelisikia neno. Na neno limepenya. Ni mwende takuwa dhika muno. Verse 6.
Yes. Bwana Yesu asifiwe sana. Miaka iliyoliwa na nzige na tunundu na mandumandu inaenda kulipwa. Na nini zingine? Na tambarare na barare. Ebu parare na nzige na madumadu na pereshi Na parare. Kiswahili hicho basi. Kiswahili hicho. Yes. Nanyi mutaitwa. Nanyi mutaitwa. Nanyi mutaitwa. Nanyi mutaitwa. Nanyi mutaitwa. Mutaitwa makuhani wa Yahwe. Mutaitwa watumishi wa Mungu wetu. Mutafaidika kwa utajiri wa mataifa. Mutakuzwa kwa mali zao. Kwa mali zao. Tutafaidi mali zao, ng'ombe zao, biashara zao, madhabahu, dhahabu zao. Turudi nyuma kidogo. Turudi nyuma. Maana nimeona hakuna kitu mmeshika. Nanyi mutaitwa. Simujibu. Nanyi mutaitwa. Nanyi mutaitwa. Mutaitwa makuhani wa Yahwe. Mutaitwa watumishi wa Mungu wetu. Mutafaidika kwa utajiri wa mataifa. Yaani mataifa watalete utajiri. Mataifa watalete vitu zao. Mataifa watawatumia watu wa kufanya kazi kwenu. Mataifa watakuja na utafaidi kwao. Utafaidika. Watakutajirisha. Watakunufaisha. Watakuinua. Mutatukuzwa kwa mali zao. Mutatukuzwa kwa mali zao. Yani mali zao ndio watasema huyu mtu ni mbarikiwa. Watapokonywa, upatiwe. Watu wote wakikuona unaendesha maprado wanasema huyu amebarikiwa. Lakini kumbe ni mali zao. Kumbe ni mali zao. Kwa hivyo wa Somalia wananyang'anywa, wa Ethiopia wananyang'anywa, wa Tanzania wananyang'anywa, wa South Africa wananyang'anywa, wa Ghana wananyang'anywa, Amerika itanyang'anywa, Uingereza itanyang'anywa, kule Lebanon watanyang'anywa, kule kote watanyang'anywa. Zitaletwa hapa Kenya. Zitaletwa hapa Kenya. Tutalinga na mali yao. Tutalinga na mali yao. Maana sisi ni makuhani. Watalete mali yao kwetu. Maana sisi ni makuhani. Na sisi tutaitwa watumishi wa Mungu. Maana kweli tumesimama na kutajwa kama watumishi wa Mungu. Maana sisi ni watumishi wa Mungu. Kama hii haitakubariki, ondoka hii dunia. Basi 7. Nakwambia ndio tunaanza kusoma. Kaeni chini. Just have a seat. Kama haikusaidii, yes, depart from this. Tafuta passport ya kwenda huko kwingine. Yes. Maana wewe ni mgeni. Kama haufaidiki wewe ni mgeni. Na umesikia wageni watafanya kazi gani? Kama wewe ni mgeni inua mkono wako juu. Yes. Kwa vile mlipata haya mara 2. Watu wakaona kwamba mazarao ni majaliwa yenu. Sasa mutapata sehemu mara 2. Kwa kuwa mali yenu na furaha yenu itadumu milele. Yani wewe na mali na furaha zitadumu milele. Badala ya aibu yenu mtapata maradufu, na badala ya fedheha wataifurahia sehemu yao. Basi katika nchi yao
watamiliki maradufu. Furaha yao itakuwa ya milele. Unajua ninasoma hapa mnakosa kuniamini. Nilitaka asome ndio muamini. Yaani furaha yako itaishi, ni agano. Yani mimi Yawe napenda watu wafuate sheria yangu. Ninachukia unyang'anyi na uovu. Nitawatunza watu wangu kwa uaminifu. Nitawafanya nao agano la milele. Inua mikono yako juu. Simama kwa miguu yako. Unajua ujiga wa Kristo wanakaga chini, Mungu akienda kuwabariki. Simama juu kwa miguu yako. Sema, inua mikono yako juu yote miwili. Nataka tufanye agano na Mungu. Kusema Mungu, sema Mungu, muumba mbingu na dunia, Baba ya Yesu Kristo mwana wetu, nimekuja mbele zako kufanya agano mimi na wewe, ya kwamba nitafuata sheria zako, nitakaa kwa mapenzi yako, nitafuata njia zako. Mungu nisaidie. Sema amina. Umepata maagano na Mungu. Thank you. Leteni sadaka hapa. Wekeleeni sadaka. Tushamaliza. Yes, wekelea hapo. Wekelea hapo. Yes, wekelea tu hapo. Wekelea tu hapo. Ni mkesha usio wa kawaida. Ni nguvu isiyo ya kawaida. Mungu ametenda. Yes. Yeah. Mkolino. Kuja tu Mkolino. Kuja tu. Wacha kutoa nguo. Hebu kanyaga kiatu yangu. Kanyaga kiatu. Sikanyage, nimekuambia kanyaga kiatu. Sikukwambia unikanyage. Kanyaga kiatu. Kanyaga kiatu. Kanyaga vizuri. Hapo. Sema Yesu, nifungue. Amen. Mwache vizuri. Amefunguliwa. Kuja mami. Kuja wewe. Kanyaga kiatu changu. Kanyaga tu hapo. Sema Yesu, nisaidie. Nikujue. Toka. Acha mwache huru. Fungua yeye. Fungua kazi yake. Fungua maisha yake. Fungua huduma yake. Wachawi mlimroga. Fungua yeye. Fungua, mwache huru. 1 2 3. Uko huru sasa. Uko huru. Umefunguliwa. Yes. Amen. Hallelujah. Thank you, God. Thank you, Jesus. Thank you, God. Thank you, Jesus. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. Hallelujah. You are free. Ako huru. Amefunguliwa. Asante Yesu. Asante Papa. Yes. Yeah. Good. Nani anasikia inahitaji kufunguliwa? Simama hapa. Simama. Ondoeni hizi. Wako wapi hawa watu? Simondo hizi. Nikie kama utukana hilo. Kama kugushete kanyamuka nini? Kuna mahali mmesikia kuna mulatina huko? Simameni hapa. Yes. Simameni hapa. Kuna mwingine? Harakisha, neema imeshuka. Neema ya kufunguliwa maisha yako imefika. Yes. Yeah, asante. Neema maisha yako kufunguliwa. Huwezi kukuja kwa mkesha, ukuje ndani ya kifungo, utoke ukiwa ndani ya kifungo. Haifanyikagi hivyo.
Yes. In the mighty name of Jesus. Funguliwa sasa. Receive your deliverance. In the mighty name of Jesus. Shika shika. Mwacha aende chini pole pole, mshikilie. Simama hapa uone kitu kikikuja. Tuanze nyosheni mikono yenu. Happy birthday. Happy birthday. Happy birthday. Happy birthday. Happy birthday. Ndio inateremka. Vitu zako zinateremka. Zilikuwa zimeshikwa na shosho wachilia. Shosho achilia mtoto. Shosho achilia. Lisa, the mighty name of Jesus Christ. Shosho, umeteka nyara watoto hawa for quite a long time. From today, I disconnect you from your grandmother. I disconnect you from your grandfather. I disconnect you from your village. Let the blessing of God now descend on you. Funguliwa sasa. Tembea huko horo. Haya, twende. 1, 2, 3. Yes. Kamefunguliwa. Mwaka wake wa kwanza. The first day. Thank you, Jesus. Thank you. No boundary, no wall, no chain, no forces of darkness, no veil that will ever work against you. Kila mtu aliye hapa, shika hilo neno lote kama neno lako la kimiujiza. Your life has changed. It is the first day of the month of August. The month of August, it means the beginning. Hallelujah. 2026. Sasa ukiangalia ni tarehe ya kwanza mwezi wa 8 ambao ni moja sasa, in the beginning. 2026 ukiunganisha 20 plus 26, 2 plus 2 plus 6 inakuja 10, inakuja bado 1. The new beginning. The new beginning. Bwana Yesu asifiwe sana. The new beginning. Whatever that you do, nenda sasa uandike, uambie Mungu, this is what I want to happen to my life. Tuko katika siku ya kwanza ya mwezi wa 8, 2026. Kesho tunaenda kuweka muhuri kule, kung'oa madhabahu yote ya county government, city government na Kenya government.
Na tuking'oa hizo zote, kila mtu katika nchi ya taifa la Kenya atakuwa huru. Hakutakuwa na minyanyasano, hakutakuwa na mapigano, hakutakuwa na kudhulumiana. Maana God has done it. Thank you. God bless you. Haleluya. 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 Simama kwa miguu yako kwa jina la Yesu. Mwana wa Mungu aliye hai. Bethel Clouds TV, empowering lives. Bethel Clouds TV, empowering lives.